Yote haya ni matumizi ya sayansi na teknolojia. Mkakati mwingine wa kuongeza au kukuza tija katika kilimo ni uwekezaji katika miundombinu. Miundombinu, tunapozungumzia kuna miundombinu ya umwagiliaji, na bahati nzuri waziri wetu wa kilimo anasisitiza sana na analitilia sana mkazo swala hili la kuboresha miundombinu katika kilimo. Kwa mfano miundombinu ya umwagiliaji, ili badala ya kutegemea mvua, basi kilimo cha umwagiliaji kitumike ili kuongeza tija. Lakini pia kuna miundombinu ya finance, yani financial infrastructure, ambayo itawezesha kwa mfano vikundi vya wakulima kuweza kufanya kazi pamoja na kuweza kupata fursa ya kujipatia mikopo kutoka kwenye vyanzo vya vyombo vya ukopeshaji, yani financial institution. Lakini pia tunaongelea vijana. Kwa mfano sasa hivi kuna hiki kilimo block farming ambacho vijana wanafanya, vijana wanapewa mashamba. Kwa hiyo hawa watu wanahitaji, au vijana wanahitaji kupata kuwa na miundombinu ya umwagiliaji ambayo serikali inawekea miundombinu ya umwagiliaji, lakini pia kuwa na access kwenye financial institution kuweza kujipatia mikopo kwa ajili ya kuendelezea kilimo. Mkakati wa 4 ni kufanya ni ushirikiano, yani ni kuwa na ushirikiano, yani private public partnership, ushirikiano kati ya wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo. Hii ni muhimu sana kwa sababu taasisi ambazo kama za utafiti, taasisi ambazo zinazalisha teknolojia na bunifu mbalimbali, ili kuweza kuzifikisha hizo teknolojia kwa wakulima, unahitaji kuwa na ubia, unahitaji kushirikiana na wadau mbalimbali, au wakati mwingine tunaita kuwa na innovation platform au majukwaa bunifu, kwamba kuna mzalishaji hapa amezalisha teknolojia A. Hii teknolojia A inamfikiaje mkulima? Sawa, kwa unahitaji mtu wa usafirishaji, unahitaji mtu wa usindikaji, unahitaji wasindikaji, unahitaji wasafirishaji, unahitaji watu wa marketing, watu wa masoko, mpaka kuhakikisha kwamba ile bidhaa inamfikia mkulima, na ili mkulima aweze kujiongezea kipato. Kwa hiyo ule mnyororo wa thamani unahitaji watu mbalimbali. Wakati mwingine teknolojia nyingi zinakwama au zinafeli, hazileti impact, hazileti yale matokeo chanya. Lakini shida sio teknoloji yenyewe, lakini ni namna gani hii teknoloji inawafikia walengwa, ni watu gani wanafikisha hiyo teknolojia kwa walengwa. Kwa hiyo kitu kinachohitajika hapa kufanyika ni kuhakikisha ni kufanya mchanganuo wa teknolojia mbalimbali zinazozalishwa na wadau mbalimbali, kwamba hii teknoloji ili iweze ikalete mafanikio sahihi kwa mlengwa, ni mtu gani au ni mdau gani sahihi ambaye anatakiwa aingie afanye hii kazi ya kusambaza hizi teknoloji. Kwa hiyo ubia, yani partnership kati ya serikali na makampuni au na taasisi za serikali ni muhimu sana, ili kuongeza tija. Na sasa hivi tunazungumzia uchumi ambao unaendeshwa unaendeshwa na wateja, yani client driven economy, uchumi ambao unaendeshwa na wateja. Na maana yake ni nini? Kila mzalishaji teknolojia lazima ajitahidi kuboresha huduma zake, kuboresha bidhaa zake, ili wateja waweze kuzichukua kwa wingi, ili wateja au client wao wanaendesha wanaendesha ule mnyororo wa thamani. Na kwa kufanya hivi tutakuwa na kilimo chenye tija ambacho kitakuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Mkakati wa 5 katika ukuzaji wa tija za kilimo ni kuboresha
miundombinu au ni kuboresha biashara, ni kuweka mifumo mizuri ya biashara. Kwa mfano tuna masoko kwa ajili ya mazao ya kilimo cha mboga mboga, tupeleke nje horticultural crops. Kwa hiyo ile mifumo sahihi ambayo inatuwezesha kufast track biashara ile ya mazao kutoka kwa mzalishaji mpaka kwa mlaji. Kwa hiyo pia ni tukiwa na mifumo mizuri ni kitu ambacho kitatusaidia sana katika kuongeza tija tija katika sekta ya kilimo. Lakini mkakati wa 6 ni kupunguza upotevu wa mazao hasa baada ya kuvuna. Na bahati nzuri katika nchi yetu Wizara ya Kilimo wameshaandaa mkakati kabisa kwa ajili ya unaoelezea namna ya kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvuna. Lakini pia atuongelee tu baada ya kuvuna, lakini pia kupunguza upotevu wa mazao yakiwa shambani. Tuna namna gani kutumia kufanya ufuatiliaji, monitoring, kuangalia magonjwa na visumbufu katika mashamba yetu, kutoa elimu ya kutosha kwa wakulima, lakini pia kuweka miundombinu kama ujenzi wa maghala. Na tunashukuru Wizara ya Kilimo, serikali kupitia Wizara ya Kilimo hilo wameifanya sana, kuweka kuanzisha au kufungua au kujenga maghala kwa ajili ya kuhifadhia mazao na kumsaidia mkulima kuhifadhi mazao mbalimbali baada ya kuvuna ili kupunguza upotevu. Kwa hiyo hayo mambo 6 ni mambo ambayo yanasaidia katika kukuza tija au ili kukuza tija ya kilimo. Sasa ni nani wanatakiwa wafanye hayo? Ukiangalia sekta mbalimbali, wizara mbalimbali zinahusika hapo. Kwa mfano Wizara ya Viwanda na Biashara wana mchango hapo katika kwanza mambo ya biashara, mambo ya masoko, lakini pia kuangalia kutengeneza au kubuni zana mbalimbali ambazo ni labor saving kwa ajili ya kumsaidia mkulima. Lakini pia Wizara ya Kilimo ina mchango mkubwa upande wa utafiti, pia watafiti wana mchango mkubwa. Lakini pia wizara ya wenzetu wa TAMISEMI ambako maafisa ugani ndio wapo huko, na hao maafisa ugani tayari wamepewa zana za mbalimbali, wameshawezeshwa pikipiki, wamewezeshwa kits za kupimia afya ya udongo. Kwa hiyo hao wote wanatakiwa kushirikiana ili kuchangia katika kilimo, kuwa na kilimo chenye tija kwa nchi. Kwa hiyo kwa kweli kama hayo mambo yote yatafanyika, tutakuwa na kilimo chenye tija, na lengo letu kama nilivyosema ni kwamba ifike mahala kila mmoja alipo aone hivi mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi uko wapi. Kwa hiyo tuweze kuona kwamba sekta ya kilimo inachangia mchango mkubwa kutoka kwenye asilimia tulionayo kwa sasa, tuwe na asilimia kubwa, na hiyo ndio vision ya nchi, na ndio ile vision yetu ya 1030, ule mkakati wa kuhakikisha kwamba kilimo sasa kinakuwa mpaka kufikia 2030, kilimo chetu kiwe kinakuwa kwa asilimia 10 na kuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Na ukiangalia nchi yetu ina maji, nchi yetu ina maji ya kutosha, nchi yetu ina rasilimali, nchi yetu ina wataalamu wengi sana. Kwa kinachohitajika tu ni commitment, ni watu kukaa pamoja, ni watu kuangalia, kuwe na malengo, kuwe
na mission, kuwe na vision, tunaelekea wapi, na uzalendo pia na uzalendo wa kwamba hii nchi leo tupo, lakini kesho kutwa hatupo. Ili tukiondoka, vijana wetu tunawaachia nini? Hao vijana ambao wanaingia kwenye mambo ya block farming, kwenye hizi program kama BBT, Building Future Tomorrow, wanajifunza nini kwenye kilimo? Tunawajengea mawazo gani kwenye tunawajengea mawazo gani, au wanakuwa na mtazamo gani kwenye sekta ya kilimo? Tunataka hao vijana waone kwamba ni sehemu ya mchango, kwamba wana mchango mkubwa katika kuendeleza au kukuza uchumi wa nchi yetu Tanzania.